ya kwamba tumeweza kupoteza maisha ya watu wengi kwa sababu ya mafuriko pale Nairobi, na ni kitu ambacho ni cha kuvunja moyo sana, kwa sababu uongozi mzima wa taifa unajua mvua unyeshe. Si watu wanajua mvua huo inanyesha? Serikali yenyewe ndiye ilituambia kutakuwa na mvua kali hapo jana, lakini hawakuchukua hatua zozote za kuhakikisha kwamba hakutatokea maafa pale Nairobi. Kwa hivyo sisi kitu ambacho tunataka kujua kama viongozi wa Nairobi, tunataka uwajibikaji, tujue ni viongozi wa gani, ni wale professionals wa gani ambao walizembea kazini mpaka barabara zetu maji haiwezi kupita. Wanataka tuambiwe ni kina nani walilala kazini mpaka tukapelekea kupoteza watu zaidi ya 20 pale Nairobi. Mambo ya kuongea tu na kupeleka pakiti moja ya unga, it is not going to be enough this time round. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failures that have ensured that Nairobi has no drainage. Na kwa saa hii nyinyi kina mama mmezaa watoto wameenda shule, ni maengineer, wapewe nafasi wafanye mfumo mpya wa drainage pale Nairobi, kwa sababu ukiangalia wananyima qualified professionals nafasi, wanaweka watu yao hapo wanalalia kazi. Tunataka waondolewe wale wamelalia kazi, vijana ambao wanaweza chora map ya vile maji inaweza tembea, wapewe nafasi wafanye hiyo kazi. Jambo la pili, Mheshimiwa Kimilu, naomba uje hapa. Mimi kama SG wa ODM najua uhusiano ambao tumekuwa nayo sisi wana ODM na hapa watu wa Ukambani. Wale viongozi wa Ukambani ambao mlituma bunge ni watu wenye msimamo imara. Nimekuja hapa kwa sababu Mheshimiwa Kimilu ni mheshimiwa mwenye msimamo. Huyu jamaa hawezi anza safari na yeye alafu ugeuke nyuma ukute ametoroka. Na nchi ambapo tumefika sasa, tunataka viongozi kama wewe Mheshimiwa Kimilu. Nataka ukae ngumu bwana Mwami. Utatupiwa maneno, utaambiwa mambo, utaitwa majina, lakini wewe weka wananchi wako wakaiti mbele na tuweze kusonga pamoja. Hii nchi tutaikomboa tukiwa pamoja na viongozi kama Mheshimiwa Kimilu. Na akirudi hapa kuomba nyinyi nafasi aendelee kuwafanyia kazi, mtampatia, si ndio? Mnasema Kimilu tano tena. Kimilu tano tena. Asante sana Mheshimiwa, unaweza kuketi. Vile ambavyo wenzetu wamezungumza hapa leo, ilikuwa tusherekee siku ya kina mama duniani, lakini kina mama wanatuambia hamna la kusherekea kwa sababu ni kilio kila mahali, ni shida kila mahali. Mimi nikishikilia ile msimamo wa baba Raila Odinga napata shida mingi sana. Jana tarehe 7 mwezi wa 3 ilikuwa siku ya mwisho ya mkataba ambayo tuliweka kati ya UDA na ODM. Hakuna huo mkataba tena, iliisha jana. Na niliwaambia kama unataka kuextend hiyo mkataba, the only person who can extend it is in Bondo resting Raila Amolo Odinga. Ukitaka kuextend enda uchukue signature huko kama utapata. Kwa hivyo jana ilitakiwa hiyo kamati ambayo inaongozwa na Agnes Zani watoe ripoti kwa nchi nzima, sio kwa viongozi. Baba alisema watoe ripoti jana. Bado wanaendelea kumkosea baba heshima. Alisema watoe ripoti tarehe 7, wamegeuza wanasema watatoa Tuesday. Nani aliwaambia hiyo maneno? Si ni kumkosea baba heshima? Hiyo mkataba ilikuwa inasema kufikia jana, hiyo kamati inafaa kutupatia as a country a framework for the implementation of the 2/3 gender rule. Watuambie ni njia zipi tutatumia kuhakikisha kwamba hawa kina mama ambao tuna celebrate leo pia wanapata nafasi za uongozi. Watakuja Tuesday na hadithi zao. Sisi hatutaki hadithi, tunataka mtu onyeshe framework. Tulisema kwamba baada ya kutia sahihi hiyo mkataba mwaka uliopita, mambo ya kushika vijana kiholela, mambo ya kuua vijana itaisha. Kuanzia siku tulitia hiyo mkataba mpaka jana ambayo mkataba imeisha, zaidi ya vijana 20 wameuawa na hii serikali. Si mnajua kina Albert Ojwang walichukuliwa na polisi wa Ruto wakaletwa mpaka Central Police Station. Kutoka Homa Bay wakamnyonga kama kuku ndani ya cell pale Nairobi. Vijana wengine zaidi ya 20 wameuawa tangu baba atie hiyo mkataba kidole. Sasa hawa kina Bob Njagi wako hapa. Mmeona mkataba ilisema hakutakuwa na abductions Kenya hii. Walifanyiwa hii abduction, wamechukuliwa mpelekwa mpaka Uganda kwa sababu ya kusimama imara kama vijana na kusema tunakataa uongozi wa kidikteta. Sasa mimi kazi yangu imeisha, kwa sababu mimi ndio nilikuwa prefect ya kuhakikisha hiyo mkataba inafuatiliwa kabisa. Sisi pia na hao viongozi walinda mwananchi ambao unaona hapa, siku ya Jumatano on Wednesday pale Nairobi tunaenda kutoa ripoti yetu kulingana na vile wameshindwa kutekeleza mkataba kati ya baba Raila Amolo Odinga na William Ruto. Manake
Kama umewacha kuua vijana, si kitu ati lazima expert mmoja pekee ndiye anajua. Sisi wote tunajua, si ndio? Kwa hivyo tutatoa ripoti ya Mwananchi on Wednesday pale Nairobi. Kama hawezi heshimu mkataba ambaye Raila alitia kidole na kidole yake na mkono yake mwenyewe, utaheshimu ya Oburu? Utaheshimu ya nani mwingine? Hakuna, si ndio? Na mimi nataka niseme kama nyinyi watu wa Ukambani, unajua nimepata shida sana ndani ya chama kwa sababu ya kusema ukweli, kushikilia misimamo ambayo baba alikuwa nayo na kujaribu kutetea marafiki ambao walikuwa marafiki wa Raila Odinga. Hawa jamaa wamengoja baba akufe, wanaanza kufukuza marafiki wa baba moja kwa moja. Utakumbuka kwamba nyinyi watu wa Ukambani mlitembea na baba Raila Amolo Odinga uchaguzi 3. Saa hii wanatuambia ati hawawataki nyinyi, ati tusiongee na Wakamba. Wale ambao wameshikilia baba 3 elections, mnatuambia leo badala tungeanza na kuongea na Wakamba, tuwaulize, tuwaingize box pole tuseme unajua mshawahi kutusupport tena, tuone kama mnaweza kutuongezea hata support nyingine. Badala tuanze na hiyo, wameruka tu wanasema hawataki kura ya Ukambani. Inawezekana aje? So sisi ambao tulikuwa marafiki wenu wa kweli na tumekumbuka ile safari mlitembea na sisi, kwa sababu mimi bado ni SG, wacha niseme hapa, asanteni kwa watu wa Ukambani kwa kumshikilia baba Raila Amolo Odinga. Wale wengi ndani ya ODM hawajasahau sacrifice ambayo mmefanya kama Ukambani kumshikilia baba. Usisikize wale wachache ambao wamepewa pesa kule na Kasongo wanasema hawawahitaji nyinyi. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM nataka kusema asanteni na Mungu azidi kuwabariki. Wamekoja baba akufe, wanasema Uhuru Kenyatta ni mbaya, wanataka kufurusha marafiki wa baba. Uhuru Kenyatta ile pesa alitoa kwa sababu ya kampeni. Tulikuwa tunakuja hapa Makueni na machopa kama 10, simuliziona. Hiyo ilikuwa pesa ya Uhuru. Sasa jamaa wamegundua kuna ubaya ya pesa ya Uhuru. Siku ile alikuwa anachukua haikuwa mbaya, sasa hivi amegundua hiyo pesa ni mbaya. So tunataka kuwaambia waache unafiki. Wamengoja baba akufe ndio wafukuze ama wajaribu kufukuza katibu wake. Mimi saa hii hata wakinifukuza nitabaki katibu mkuu wa Raila na katibu mkuu wa wananchi. Raila hatawahi pata katibu mwingine. Aliwacha katibu akiwa nani? Na mimi ndio niko bana. Hakuna mtu atatisha sisi. Kwa hivyo sisi tunataka tuwaambie kwamba tutazidi kushikilia ile misimamo ambaye baba alikuwa nayo.